Habarini za wakati huu wapendwa watazamaji. Napenda kuwakaribisha kwa mara nyingine tena katika chaneli yetu pendwa ya Afya kwa Wote. Na siku ya leo ni elimu na uelewa kuhusu umuhimu wa kumaliza dozi wakati wa matibabu. Kama kawaida chaneli yetu huwa inatoa elimu na uelewa kuhusu matumizi sahihi ya dawa. Na tunapokuwa tunaendelea matumizi sahihi ya dawa, kuna vitu vingi sana ambavyo tunatakiwa kuviconsider mpaka kuhakikisha dawa mtumiaji imemsaidia kwa kiwango kinachostahili. Kumbuka tulianza tukaongelea usafi, tukaongelea muda, tukaongelea vipimo, na leo tunazungumzia swala zima la kumaliza dozi. Wapendwa watazamaji, unapokuwa katika matibabu yetu huwa unaenda kwenye matibabu, unapimwa vipimo, unagundulika una ugonjwa fulani, unaandikiwa dawa. Na zile dawa asilimia kubwa tunakuaga na dozi ambazo zina siku 3, kuna dozi za siku 1, kuna dozi za siku 5, kuna dozi za siku 7 kulingana na stress na pia kulingana na kiwango cha ugonjwa ulionao pamoja na tiba unayotakiwa kupata. Wapendwa watazamaji, tunapoongelea swala zima la kumaliza dozi, ukimaliza dozi unakuwa katika asilimia kubwa ya kupata matibabu yaliyo mazuri. Hivyo basi, kuna mambo yetu matatu muhimu ambayo unapomaliza dozi unakuwa umefaidika zaidi na unakuwa sehemu salama. Jambo la kwanza ni pamoja na unapomaliza dozi, mgonjwa anapomaliza dozi huwa anaweza kuepuka usugu wa dawa dhidi ya viini vya magonjwa. Pointi yetu ya kwanza inasema umuepusha mgonjwa na usugu wa dawa dhidi ya viini vya magonjwa. Mgonjwa yeyote yule anayeweza kumaliza dozi siku zote huwa anabaki sehemu salama. Changamoto tunayokumbana nayo hapa kwa watu ambao hawamalizi dozi ni kwamba anapoanza kusikia nafuu, huyo mtu amezingatia usafi, huyo mtu amezingatia muda, huyo mtu amezingatia vipimo, lakini akaja kufeli kwenye swala zima la kumaliza dozi. Unaweza ukawa umeambiwa tumia dozi kwa siku 5, lakini siku ya 3 ukajisikia kama umepona kabisa. Lakini kumbuka, wadudu wenyewe huwa wana tabia moja. Dawa inamtafuta mdudu na mdudu anaikimbia dawa. Kwa katika prosesi hiyo, kadiri mashambulizi yanavyozidi kuwa makubwa, ndivyo ambavyo mdudu anakimbia, na ndivyo ambavyo ninavyozidi kushindilia dawa, ndivyo ambavyo kama ni dawa ya kuua wadudu, basi utakuwa unazidi kuua moja moja kadri unavyozidi kumeza dawa. Kwa mwisho wa siku utakuta kama tumekuandikia ni dozi ya siku 5, basi wale wadudu watakuwa wamekufa, wameisha, kulingana kwamba umepimwa kuonekana wadudu wamo kiwango fulani, na dozi ulioandikiwa ni kwa ajili ya kuwaua wale wadudu wote. Kwa sasa mwisho wa siku usipotumia dawa kwa siku elekezi, utajikuta unaua wadudu wachache, kwa sababu wengine watakuwa wameishi katika maisha ya kuogopa dawa. Sasa haujawaua, ila wamebaki mwilini na wamekuwa dormant. Ila kadiri unavyopunguza mashambulizi, wale ambao hawajafa wanarudi nyuma, wanaanza kukusumbua tena. Kwa sasa kumbe kumaliza dozi jambo muhimu sana, na linaweza kukusaidia wewe kubaki salama na kuepuka usugu wa dawa na kuepuka viini wale wa magonjwa siku wakirudi tena kushindwa kuuliwa na ile dawa. Kwa hiyo tunapomaliza dozi tunakuwa tumewezesha siku nyingine tunapopata viini kama vile vinavyokuwa vinatibiwa, aidha ni UTI au ni malaria, kwa siku nyingine kuja kurudiwa ule ugonjwa siku za mbeleni, labda miezi 3 mbele, utakuwa umesaidia kutumia dawa ile ile kwa ajili ya kuangamiza wadudu wale. Lakini usipoweza kumaliza dozi, ndani ya siku chache ule ugonjwa utajirudia na utakuforce uweze kushift kwenda kwenye dozi nyingine. Lakini pia umuhimu wa pili wa kumaliza dozi, huwezesha matokeo chanya katika matibabu. Kwa mtu yeyote yule ambaye amemaliza dozi, iwe ya malaria, iwe ya UTI, iwe ya amoeba, unapomaliza dozi unakuwa na guarantee ya kumaliza muda mrefu sana bila kuugua ugonjwa ule. Ni kweli magonjwa haya tunayapata kutoka mazingira yaliyotuzunguka. Magonjwa haya tunapata katika maambukizi sehemu mbalimbali. Umeambukizwa na mtu au umekaa katika mazingira machafu ambayo yamebeba vimelea vile ukaweza kuambukizwa, ni sawa, lakini inakuchukua muda kuja kupata maradhi hayo kama utakuwa umemaliza dozi, kuliko ambapo umetumia nusu dozi alafu muda ule ule ukarudia ukaumwa tena alafu ukatumia zile dawa zikawa hazikusaidii tena. Hivyo basi uchanya wa matibabu unatokana na mgonjwa kutumia dozi akamaliza kama alivyoelekezwa. Jambo muhimu sana, tunapolizingatia tunakuwa katika safe side. Lakini pia pointi ya 3, kutuepusha na gharama zisizo za lazima katika matibabu. Wapendwa watazamaji, tunapokuwa katika matibabu
Unapoenda hospitali unaulizwa maswali mbalimbali, daktari atakuchukua maelezo na katika maelezo yako yatamuongoza kukuandikia dawa, utakuja pharmacy utakupatia dawa. Sasa ambacho huwa kinatokea ni nini? Wewe utakapopewa dawa kulingana na uwezo wako kiuchumi, labda wewe ulikuwa ni mtu wa kupewa dawa za 5,000, ukaenda ukatumia zile dawa bila kumaliza dozi, haijapita wiki moja ugonjwa ule ule ukarudi, usijidanganye kuendelea kutumia dawa zile. Aidha utajikuta inabidi uanze dozi upya, au itakulazimu ubadilishe dozi utumie dawa zilizo kiwango cha juu ambacho pia kitakugharimu. Sasa bado vile vile ukitumia dawa zile zile kwa kuanza dozi upya, utakuwa umedoublize nini matumizi, na maana utalazimika kununua dozi mpya iliyokamilika, ambavyo kama ungekuwa umetumia ile dozi ukaimaliza usingegharamika zaidi. Lakini pia ikiwa imefeli ile uliyokuwa umeitumia, ambao umeitumia nusu dozi, utalazimika uende kwenye matibabu mengine ya gharama ya juu, ambapo sasa itakugharimu wewe kiuchumi. Sasa inakuwa haipendezi. Kuliko uende kuteseka, kuumia kiuchumi, kuingia kwenye gharama, pengine mtu anaenda analazwa, anabadilishiwa matibabu, badala ya kuwa anajitibu yeye kwa dawa akiwa nyumbani, anabadilishiwa kuchomwa sindano, kufanyaje. Hizo dawa zote zinamgharimu kiwango cha juu cha gharama, ambacho mwisho wa siku utajikuta uchumi wako unashuka. Kwa hiyo sasa, wapendwa watazamaji, tukiweza kumaliza dozi kama tulivyoandikiwa na wataalamu wa afya, itatuepusha katika mambo haya yote, ikiwa ni pamoja na kupunguza gharama zisizo za lazima katika matibabu. Wapendwa watazamaji, nipende kuwashukuru katika kusikiliza chaneli yetu, katika kutufuatilia. Tuwakumbushe kusubscribe, kulike, na kama utakuwa umepata changamoto yote ile ya kusahau chochote kile, unatupigia, tunakukumbusha kwa kile ambacho utakuwa unatakiwa kujua. Nipende kuwashukuru sana, asanteni kwa kila jambo. Basi tuwe nanyi katika kufuatilia, kuweza kujenga afya zetu katika ubora wake, katika kusaidiana ushauri na mawazo mbalimbali. Asanteni kwa kunisikia.